Salamu alaikum mpenzi mwanafunzi, walimu, mkurugenzi, na wale wote ambao wanapenda kipindi hiki chetu cha Tujifunze Kiswahili popote mlipo. Nawakaribisha tena nyote katika kipindi hiki chetu ambacho tupendacho cha Tujifunze Kiswahili. Leo ikiwa natimiza ahadi yetu kwamba nitarejea tena. Na leo mpenzi mwanafunzi, nitawaelekeza katika fasihi, maana ya fasihi na maana ya sanaa. Vilevile tutaangalia tofauti kati ya sanaa na fasihi, na vile tutaangalia mwingiliano baina ya fasihi na sanaa. Hivyo basi tuanze kipindi yetu moja kwa moja. Karibuni. Fasihi ni sanaa inayotumia lugha kupitisha ujumbe. Fasihi ni sanaa ambayo hutumia lugha kwa ubunifu kuwasilisha masuala kuhusu maisha ya binadamu na mazingira anamoishi. Kwamba fasihi huweza kuandikwa au hata kusimuliwa. Basi mwanafunzi, tujiulize nini maana ya sanaa iwapo tumeelewa maana ya fasihi, kwamba fasihi ni sanaa inayotumia lugha kupitisha ujumbe. Swali tunalojiuliza ni je, nini maana ya sanaa? Sanaa ni ufundi fulani kama vile uchoraji, ufinyanzi, ususi, au hata tunaweza ongea kuhusu uchongaji. Sanaa inaweza kuwa ni uchoraji, inaweza kuwa ni uchongaji, ufinyanzi, au hata tuongee kuhusu ususi. Hiyo ni sanaa. Basi tuna wale ambao wanaimba pia tunaita wasanii, kwa vile wanatumia lugha kwa ufundi fulani. Hivyo sanaa ni hali ya kutumia ufundi wako kama vile uchongaji, uchoraji na kadhalika. Hata hivyo katika fasihi, sanaa inarejelea matumizi ya lugha kwa ufundi fulani. Hivyo basi tunaposema kuwa fasihi ni sanaa, tunasema kuwa fasihi ina umbo au sura dhahiri. Hiyo ni thibitisho moja kuwa fasihi ni sanaa. Tunaposema kuwa sanaa ina umbo dhahiri, ina maana kuwa sanaa huchukua maumbo yanayobainika. Ushairi kwa mfano ni utanzu wa sanaa ya fasihi ulio na umbo dhahiri la beti zilizo na mishororo. Vinyago na viungu ni maumbo ya sanaa ya uchongaji na ufinyanzi mtawalia. Mpenzi mwanafunzi, tunapothibitisha kuwa fasihi ni sanaa, tunazingatia mambo haya. Kwanza ni muelekeza kwamba fasihi ina umbo au sura dhahiri au sura mahususi. Ndio maana ikasemekana kwamba fasihi ni sanaa. Kila kipera cha fasihi huwa na umbo maalum. Shairi kwa mfano hugawika katika beti, mishororo, vipande, mizani na vina. Pili ni kuwa fasihi inatumia lugha kwa ufundi. Ndio maana ikaitwa sanaa. Kwa mfano, ngano, riwaya na tamthilia huwasilisha maudhui kwa lugha ya kitamathali. Lugha ya kitamathali ni lugha inayotumia tamathali za usemi kama vile methali, chuku, tashisi na kinaya. Fasihi ni sanaa kwa sababu pia usawiri mandhari au mazingira mahususi kwa ufundi mkubwa. Fasihi pia ni sanaa kwa sababu hujenga wahusika kwa ustadi mkuu ili waweze kusawiri tabia na matendo ya watu katika jamii. Baada ya kutazama fasihi kama sanaa, ni muhimu vile vile pia kutazama tofauti iliyopo kati ya fasihi na sanaa, kwani mambo haya mawili, fasihi na sanaa, huwa na ugiligili mwingi. Ndio maana wengi wakachanganyikiwa kwamba fasihi ni sanaa au fasihi si sanaa. Leo nitakuelekeza mambo haya mawili. Kwanza tutazame tofauti kati ya fasihi na sanaa nyingine. Moja ni kuwa fasihi hutumia lugha kama malighafi ili kuelezea fikra za binadamu, ilhali sanaa nyingine hazitumii lugha. Mfinyanzi kwa mfano hutumia udongo kufinyanga viungo, na mchongaji kwa upande mwingine hutumia kipande cha mti au jiwe kuchongea vinyago. Fasihi hutumia lugha yenye mvuto na mguso wa kipekee. Tanzu na vipera vya fasihi hutumia lugha ya kitamathali kama vile nahau, misemo, misimu, lakabu, kinaya na dhihaka. Pili ni kwamba fasihi tofauti na sanaa nyingine hujikita katika mazingira na muktadha wa mahali, wakati na hali maalum. Kuna methali,
nahau na misimu ambayo hujikita katika mazingira ya shambani. Pia kuna riwaya, mashairi na tamthilia ambazo zinaonyesha migogoro ya kijamii. Ngano kwa mfano huwa na wakati maalum ambapo inawasilishwa katika jamii, hasa wakati wa machweo au wakati wa jioni. Tofauti nyingine kati ya fasihi na sanaa ni kuwa fasihi ni sanaa tendi. Naposema sanaa tendi inamaanisha kwamba kuna vitendo ambavyo huambatanishwa na fasihi. Kwa mfano, fanani huitwa mtambaji wapo unazungumzia hadithi, au fanani ni mwasilishaji wa fasihi simulizi, yule anayekuwa pale anawasilisha chochote mbele ya hadhira. Anaweza kuigiza yale anayowasilisha na pia akashirikisha hadhira yake kwa kuigiza. Hii ni tofauti na sanaa nyingine kama uchongaji na uchoraji. Kama unapozungumzia fasihi kama sanaa, basi yule fanani sharti asimame mbele ya hadhira na awasilishe kazi yake kwa kuonyesha vitendo. Pia hadithi katika riwaya na tamthilia huweza kuigizwa. Sanaa nyingine kama vile ufinyanzi na uchongaji haziigizwi. Nne ni kuwa fasihi hutumia wahusika kuwasilisha maudhui. Ngano, riwaya, tamthilia, baadhi ya mashairi na hadithi fupi ni mfano ya kazi zinazotumia wahusika kuwasilisha maudhui. Sanaa nyingine kama vile uchongaji ni maumbo yanayomthilisha watu, hali na vitu mbalimbali katika jamii. Na mwisho ni kuwa fasihi huwasilisha ujumbe kwa kutumia maudhui na fani pamoja, tofauti na sanaa nyingine ambazo hutumia sura na maumbo ya vitu. Asante sana, nimefika mwisho wa kipindi hiki cha leo. Natumai kwamba tutaonana tena katika kipindi kijacho. Kwaherini.